inajenga sana. Si mmeona? Na hata mheshimiwa amejitolea. Wale watoto wenye wazazi hawawezi, mheshimiwa anatoa chakula, anawapatia wanakula. Saa hii sasa wazazi wameanza kupumzika. Nataka kuja kwa ajili ya kanisa. Kanisa zetu bila jinsi walisema zilikuwa chini. Mheshimiwa amenunulia kanisa zetu viti. Amezinunulia instruments za kanisa. Tukiwa na shida, mheshimiwa sometimes unakuta vile wamesema Westerns tumefinyika. Sisi makanisa mingi sometimes tumeweka katika manyumba, tunaishi na watu na tumeweka makanisa hapo. Zikichomeka mheshimiwa uhusika. Si ndivyo? Na hata moto hii Westerns ikishika hata kama ni saa 7, mheshimiwa timu akosangi kufika hapo. Unakuta anatusaidia, anatununulia mabrangeti, anatununulia magodoro, anatununulia hata sufuria na masahani, tunaingia kwa nyumba. Si ni mheshimiwa wetu ni mzuri? Kwa hivyo baba, tunaomba hivi. Huyu mheshimiwa penye ambaye alipo, labda ile kitu ng'ombe ile moja yenye anatuchinjia watoto ni wengi. Na naomba ukimpeleka hapo juu penye wamesema, at least sisi tutaendelea. Kwa hivyo hii makanisa yenye ambao umeona, tunampenda sana na ametulea vizuri. Na naomba baba, umshikilia, usimuache, ni mtoto wako na hata sisi pia na watoto wako. So ubarikiwe baba, na Mungu akulinde, akupe maisha marefu. Asante. Asante sana. Ni vizuri unajua mama yetu wa county ni mzungu, alikuwa ananiuliza, ananiangalia ni wanaume peke yao wanaongea. I have answered your question. Now, Mheshimiwa Raila, safari hii ambayo leo tunakusanyika hapa, haingewezekana hadi hapo tungetambua ya kwamba tuko na baba. Na ndio sababu tumekusanyika hapa. Na huyu kijana yetu Wanyonyi, ulipomshika kutoka pale, na unajua wewe ushauri wako na kuanga polepole lakini una ukali, ukifuata inapitanga uko mbele. Paka leo ana survive. Kwa hivyo tukikuja hapa, sisi tumeitana hapa, hii mambo mengi unasikia ni kwa sababu hawa wachungaji wameomba sana, wamekuombea sana. Na hapa tuko na masharpshooters wa kukemea mapepo, wa kufanya nini, and they are praying for you. They are praying for you. Niruhusu nimlete Pastor Walter Blimo ambaye ndiye atakuwa mzungumzaji wa mwisho, ambaye ni Senior Pastor of Friends International na ndiye mwakilishi wa makanisa yetu ya Friends Church hapa Nairobi. Karibu sana mchungaji. Yeah, His Excellency our Prime Cabinet, Prime Minister, karibu niseme Cabinet Secretary, because he's a member of our church, Prime Minister, Honorable Raila, Mheshimiwa Timu Wanyonyi, Mheshimiwa Paranya na viongozi wengine, our Senator Sifuna. Mine will be very brief. I want to talk about what is going on in the nation today. And sometimes we feel our MPs are not pushing what we want to be pushed. Currently, our leaders, I want to confess, things are not okay in this land. The economy is not very much okay. We look at what is going on, you are surprised. And when you go to Parliament, I was happy what Sifuna said last week, on this week during the President's speech. We are not speaking the truth on what is happening. As a church, we are praying, but you look around and we get surprised if this is the Kenya that we want. Schools will be opening in January. Our people need to go to school. Parents are straining in the area of school fees. People cannot afford food. We don't have anything we can talk about. And Honorable Raila Odinga, with your team, naomba uweke pressure kidogo, usaidia wananchi. Sisi wote hatuwezi kuongea, lakini wewe ukiongea mambo hufanyika. So I'm really requesting you. Umenyamaza miezi 6, tumekuwa worried. I want you to stand, start talking, arise, we are praying for you.
things are not okay. The bipartisan talks that are going on, we know they're supposed to bring a report maybe today. We don't know what is in that report. But you look at what is going on. For more than 6 months, we don't have IEBC. Suppose anything happens in Kenya today, what will happen? I'm requesting if you can push the president, we get IEBC in place before the end of this year. Ili mambo ianze kufanya kazi. Tukiingia mbele tuwe tunajua what we are going. Another thing that we are praying is that we look at what is being talked about education. Mambo ya school fees ya university, our children hawajalipiwa fees through the system ambayo imekuja, and we are requesting if this thing can be revived so that we find a way of helping our students to do exams. Lastly, we have talked about our brother Honorable Tim Wanyonyi. Unajua ile wakati 2022 we were shaken when he was told not to vie for governorship. Tulilia sana. Na ukimpigia simu anakuambia pastor wacha itakuwa tu sawa, but we knew it was not okay. Tumekubali akuwe governor 2027. But before we get there, Honorable Raila, I'm requesting ule chairman wa ODM Nairobi ameenda kuwa governor Vihiga. Na kuomba kwa moyo mmoja. Mimi kama mchungaji, tukiwa hapa siku ya leo, ufanye Tim Wanyonyi akuwe chairman wa ODM Nairobi. Leo tu, ukituambia leo akuwe acting because alado anakimbia huko Vihiga kuwa governor wa Vihiga, patia huyu Tim Wanyonyi akuwe chairman wa ODM Nairobi leo tu saa hii. Tutaomba paka kesho asubuhi, tutafurahi, tutatoka hapa tukimba tukisema kwamba tuko na chairman wa ODM Nairobi, Honorable Tim Wanyonyi. Na sisi, ukituona hivi mheshimiwa Raila, sisi ni hatari sana. Hii ni makanisa karibu 100 iko hapa. Na tukiamua tuanze campaign ya kufanya mtu akuwe governor, 2 days timu yako governor wa Nairobi. And we are very ready. We are ready to go in every church to call our members, our leaders, everybody in our churches to make sure we achieve what we achieve. Because in 2022 we were very ready. And the team had worked in all churches and we were very ready. Tuliambia watu wachukue kura waweke karibu kwa sababu ya team, tukaweka kura karibu. Wakati walisema ametolewa, roho zikakufa zote, tukalia, lakini tukajua kwamba tuko na siku nyingine inakuja. Na hiyo siku imefika ni sasa. Na siku ya leo ya sasa ni kumfanya kuwe chairman wa ODM Nairobi. Kitu ya pili, ushikilie Sifuna aendelee kuwa seneta wetu. Kitu ya tatu, Mama Dagoreti aendelee kuwa Mama Dagoreti. Pasaris aendelee kuwa women rep yetu. Tushike pamoja, tushikane tuendelee. And we shall raise other leaders to show you that Western vote in Nairobi is so powerful. Asanteni sana. Na Mungu awabariki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka kukujulisha ya kwamba haya maombi maaskofu na kanisa lote linapeana kwako ni maombi ambayo imetumananishwa na wale walio chini, kwa sababu kumekuwa na vikao vingi vinavyohusu swala hili. Na hivi nafanya kupeana submission yangu ya mwisho. Sijui kama hiyo ndio Kiswahili mzuri, huyu ni lawyer. Yangu ya mwisho. Yes, now tunafahamu yale yaliyotokea 2022. Na tunafahamu ya kwamba wewe baba uko na moyo wa taifa. Na jambo la pili, moyo wako wa pili uko Nairobi. Na Mheshimiwa Raila, tunafahamu ya kwamba kwa sasa vile tunavyoongea Nairobi City ni chaotic. Tatizo ambalo liko katika county ya Nairobi pale kwenye City Hall sio la tatizo la money power, ni tatizo la poor leadership. Na kama vile wewe baba umeteseka kwa sababu ya mwananchi wa Kenya, unajua sisi sasa tunaumia tu mwaka mmoja peke yake na tunalia, na wewe umeumia all these years on our behalf, and you have never lamented or cried or hata kwenda kulalamika kwa vyombo vya habari. You have defended us. Lakini sisi mwaka mmoja we are feeling the heat. Nairobi City Hall iko chaotic, na sasa
Hata wakati mwingine ukienda huko unakuta gavana hayuko, ametoroka. We need a good leader. A good leader who can face any question na asuluhishe. Na hakuna mwingine. He is the eldest son now in Nairobi. Tim Wanyonyi is the eldest son now in Nairobi County. Na Biblia, sisi wasomi wa Biblia tunasema haki ya mzaliwa wa kwanza ipewe kwake. It is a prayer. It is our prayer. Ya kwamba ukimsaidia na apate hii nafasi ya kuwa mwenyekiti wa chama cha ODM, itamsaidia kuzunguka na kupanga hii mambo ambayo imeharibika hapa City Hall hapo mbeleni iwe imepangwa. Na hata wakati mwingine baba Sifuna kholasa vindu kunabukule kalamu andika certificate. Sikarika rio abukule kalamu ODM chairmanship. Aladwa tunampenda, umemkuza na sasa anafaa kuwe governor, anaenda kwetu Vihiga. We are supporting him. Mheshimiwa Raila, kwetu kule in Luhyaland, as I napo conclude, mtoto ambaye amezaliwa na nuwa msichana, kwetu zawadi yenye huwa tunampea kwa Kiluya tunasema ohukama. Huwa tunamuita, anatuletea kanzu na koti na suti na kofia na bakora, na sisi tunampatia ng'ombe na tunamwambia, wewe nephew, enda ulinde dada yetu. Mheshimiwa engineer, yale yaliyofanyika 2022 ilifanya tukapatia ng'ombe, tukapatia a nephew. Sasa tushampatia ng'ombe. Saa hii tumerudi nyumbani. Tunakuomba ya kwamba vile wewe ni muumini wa kanisa letu takatifu la Anglican, uende pamoja na sala zetu za hao waombezi wengine, ya kwamba huyu Mheshimiwa Wanyonyi aweze kurekebisha mambo yaliyoharibika pale City Hall, na watoto wetu waweze kwenda shule, wamama wetu wafanye biashara. Yala anayofanya hapa Westland, wamezungumzia mambo ya viti na mambo mengine, ameleta mpaka kwa sub county zingine. Mimi ndio mwenyekiti wa muungano wa Waluya hapa Nairobi County, na nimekuwa nikishuhudia, tuna evidence, kuchukua picha and so on and so on. Karibu sana. Leo tunakushukuru. Leo tumekuja maombi ya baba na mzee kama wewe kwetu, maombi hayo yanafika mbinguni. Tunasema karibu sana. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu na jeshi lako lote, na ubarikiwe sana. Karibu. Tafadhali tupigieni jamani kamiti hii makofi mazuri mazuri mazuri. Mazuri sana, mazuri sana. Yohana yaulira moyo nokubola bumenyo bwa Nyasaye ube n'abandu yalamenya nabo yalola likululia sema andine liro bali omwami yabishira yabo abarobole. Asante. Hivyo vivyo vile umesimama. Mundu chayanga baba wefu hali yalo mwikulu mundu chaya
2027 will come. Baba was given that thing, but it was denied. Tomorrow is a brighter future. Mheshimiwa Timu Wanyonyi, sina budi bali kukukaribisha leo ukaweza kuchukua ushukani kwa section ambayo imebaki. DJ, kama una ngoma tafadhali. DJ pana lala kazini, karibisha kiongozi. DJ. Lia mahali penye wewe mwenyewe siwezi fika. Ndio nasikia Kenya saa hii mmesema hapo wenyewe. Baba amenyamaza kidogo, watu wananungunika. Si ndio? Na baba akikohoa inji yote inashika. Na watu wamejua ya kwamba Raila Amolo Odinga ndio baba wa taifa. Because even those who did not vote for him, now they are crying for him. Wanataka asungumuze. Tunataka nchi yetu irudi kwa barabara benye ilikuwa wakati President Uhuru alitoka. The only people who are confident that the government, the country is moving forward, ni wale wako kwa serikali. Lakini sisi tuko nje, tunajua nothing is happening. Si ni kweli? We know nothing is working. But there is always something called the fool's paradise. The fool's paradise. Wale wanajiamini wanasema iko tu sawa. Iko tu sawa. Wewe jana ulikula, si ulilala vizuri, Huyo mwingine alikuwa analia njaa, achana na yeye. Those are fools living in a lie. And today, as we gather here, ladies and gentlemen, let us pray for this country. Let us pray for our country, that God will give us fresh air. Atatupatia viongozi wengine ambao watatupeleka mbele. Rais William Ruto ajue kwamba serikali yake, it has been in the office 1 year. We cannot keep on blaming the former leadership. After 1 year in office, yesterday I was listening to news and I saw something happening at the airport, and I said, it's because of the bad leadership of Uhuru Kenyatta. You've been in the office for 1 year. Leaders are in office to provide solutions. You are not in the office
kujipaka mafuta na kusema mambo yako, si ndio? Kwa hivyo we are demanding as Kenyans, we want those things were promised to be fulfilled. We want the cost of living to come down. Tunataka wapunguze ushuru ingine. Nilisikia pastor akisema sasa wameweka tax on marriage. Watu wataokopa kuoana, si ndio? Sasa wakiambia kijana alipe 25,000 ama sijui pesa ngapi ndio apate bibi, si ataokopa? Kwa hivyo mimi nataka kuleta viongozi wako hapa wasalamie nyinyi, na itakuwa haraka kwa sababu ya muda. Kwanza nataka introduce MCS, mheshimiwa. We introduce the MCS who are here quickly, and then we can move forward from there. Sorry. Thank you, Mheshimiwa team. Your Excellency, the People's President, Right Honorable Raila Amolo Odinga, Senator of Nairobi, Mheshimiwa Edwin Sifuna, Mama County, Mheshimiwa Esther Passaris, the host member of Parliament, Mheshimiwa Tim Wanyonyi, my member of Parliament, Mheshimiwa Beatrice Elachi, na wachungaji wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mungu ni mwema na kila wakati. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Moses Ogeto. Mimi ndio kiranja walio wengi katika bunge ya county ya Nairobi. Na vile Mheshimiwa timu amesema, kazi yangu itakuwa rahisi sana, ni kuhakikisha waheshimiwa wako hapa wakuje waseme jina yao, na alafu mheshimiwa wa hapa pia ataweza kuwasalimia. Sio mtaruhusu hivyo wachungaji wa Mungu? Asante sana. Waheshimiwa wenye wako hapa. Aya, mheshimiwa kuja tu sasa, mpange tu ni then so that also His Excellency can be in a position to see you. Starting with the senior most, mwenye tulikuwa naye bunge last assembly, mheshimiwa karibu, mheshimiwa Morris Ocheng. Kuja sema jina yako. God is good and all the times. Asanteni sana baba Raila Amolo Odinga, our president, na baba yetu wa Westlands Honorable Tim Wanyonyi, our senator, and the MPs who are all protocols which are here. What I want to say, baba, mimi nashukuru. Number one, nilisikia mchungaji akiongea lakini alisahau. Mimi ni Mjaluo na Honorable Tim is a leader who is not tribal. Honorable Tim is a leader who is organized, a mobilizer, and educated. Na baba, sisi hapa Westlands au masemeji wamenichunga sana. Kwa hayo machache, asanteni sana. Mheshimiwa Hamisi. Viongozi wa makanisa, baba Prime Minister Raila Amolo Odinga, my host MP. Kwa majina naitwa Hamisi Malea, MCA Kangemi Ward. Asanteni na mbarikiwe. Thank you Mheshimiwa Emi Salambo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Honorable Emi Hatemeshi Salambo. Baba ndiye alinipatia hii kiti na ninafurahia. Asante sana. Asante sana baba. Kuna mwingine hapa tumekaa naye since 2013. Wacha tu 1 minute. Sawa. Asante sana baba Right Honorable Odinga, Mheshimiwa Tim Wanyonyi, all protocol observed. Hamjambo. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Alvin Orlando Palapala. Mimi ni MCA wa Kitisuru, nimechaguliwa huko mara 3. Kitu ya kwanza nataka kurudishia baba na Mheshimiwa Tim Wanyonyi shukrani kubwa sana. Kwa sababu sisi ni wale tumefaidika kwa sababu jina ya baba na Mheshimiwa Tim Wanyonyi.
Kitu ya pili mimi nataka kusema, baba tafadhali, huku nje jana nilikuwa naona news na nikaona hata Tanzania na Uganda pesa yao inaenda juu na shilingi inarudi chini. Baba, sisi tunaomba utoke nje tusaidiane hii kazi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Baba wa mwisho ni kitinda mimba yako. His Excellency Raila Amolo Odinga, baba, mimi ni kijana yako. His Excellency Sifuna, our Senate, Mama County na wabunge wote walio na wenzangu ma MCA na wanakanisa. Hamjamboni? Hamjamboni tena? Salimieni hivi. Hii nchi tumewekwa na maombi hadi hapa tumefika, kwa sababu mwaka mzima tumekaa tukilia na tukiumia, lakini maombi na Mungu kutupenda ndio tuko uhai hii siku ya leo. Mimi nataka kusema leo nashukuru baba Raila Amolo Odinga, shukrani kubwa sana, kwa sababu katika chama chake cha ODM yeye si mkabila. Mimi kama Mkikuyu alinichukua na nikakuwa hapa mbunge wa Parklands Ward, na namshukuru sana na naomba Mungu uweze kumweka na neema njema hadi 2027 juu tunakuaminia baba. Tuongoze, tuko nyuma yako na tunakusikiza. Asanteni. Thank you Mheshimiwa. Your Excellency, the last remarks from me, nikisimama hapa Your Excellency nimeona colors ziko hapa ni blue, orange. Sasa naomba bishops na askofu, si sasa simjoin tu chama yetu ya ODM ama namna gani? Si namna hiyo? Nyinyi ni members. Haya, sasa mkienda kwa makanisa, bas mkienda kwa kanisa muhakikisha hii kala tu peke yake ndio inaonekana. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Tim, wakati ni wako tena. Asante sana Mheshimiwa Ogeto. Nao ndaleta wajumbe na wakuje wasalamie kwa haraka haraka. Nitaanza na Mama Dago. Mheshimiwa Beatrice Elach. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu. Of the Republic of Kenya, all our leaders here. Mimi yangu yatakuwa machache sana. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu na nishukuru sana wachungaji, maana wengi hapa bakusalira kweli kweli, si ndio? Wachenda luchendo lutinyo lakini Nyasaye aliho. Lakini mwaduhiza kama mwaduhiza. Mamaje inga mundu kwa nyako musalire Nyasaye sinjire mbere inyota yebeho inyota yeikalushe agende nendo mwami aloleshishe. Amen. Sisi kama jamii ya Mlembe, baba,
Najua unatuonanga, umetuona tukiwa watoto, tumetembea safari. Baba zetu wametembea safari. Miaka 30. Hakuna siku tumewacha baba. Jamii ya Mrembe. Miaka janga. Kwaja ndanene baba. Na hakuna siku tunamuacha. Because tulijua kuna kitu. Watu wengi hawajui kwamba baba katika roho yake. Utaenda na fitina na maneno mengi. Baba anaangalia tu. But one thing. Roho ya kusameana. Baba ako nayo. Roho ya kusameana. Na nchi kama ya Kenya, kama una roho ya kusameana, huwezi endesha hii nchi. Kwa sababu Mungu pia afurahi. Nasikia tunaita baba afanye nini? Afanye nini? Lakini sisi watoto wake tunamwambia, baba, kwa wakati huu Mungu amesema unyamaze hivyo. Kama Musa, watoto wa Israeli walizunguka hiyo 40 years hapo jangwani hivyo. Hapo ndio tuko. Baba afanye nini? Atulie. Amewafanyia yote. Ametupatia devolution. Kila kitu. Kama magavanas wetu huko nyumbani wangekuwa ule amejenga, si ameeneza. Mimi najifunzia kwake. Baba hata huko Dagoretti North tumeanza kujaribu. Mashule tunabadilisha. Chakula nilianza kupatia watoto hata kabla yao ijafika. Mimi napatia wangu. Sahi nang'ang'ana na academics. Sababu hapo ndio tuko na timu ndio amenifundisha. Kwa hivyo baba kuna kitu alitufundisha. Angalie mingi. Ile kidogo umepewa. Account kwa hiyo kidogo umepewa. Kwa hivyo mimi naambia baba, mwaka huu ni mwaka wako wa kupumzika, wa kuone unang'ara, mwishowe uende ulinde mama yangu, uende Christmas yako vizuri. Wacha wakumbuke haijakuwa rahisi kwake. Ni mkono wa Mungu ulimbeba aweze kusimama kidete kwa serikali ya Moi, kwa serikali gani, ndio tukaona hii mazurio. Na kwa sababu tumefanyia mchezo, baba atulie nyuma, mtaenda kumtafuta nyinyi. Wakenya tunataka kusikia mlimani kule, kwanza hawajalia bado. Kule mlimani hawajalia bado. Tunangojea hiyo ndio tuambie baba kuanzia upande kila pembe umeshika, sasa kinaumana. Tunakuita wakati ile inahitajika. Kwa saa hii baba apumzi, baba angalie. Baba atawasaidia tu kitu moja. Wasiende sana. Akiona anaenda sana, toka tu kama venye unatokanga na umwambie hapo unaguza pabaya zaidi. Lakini hii ingine tunakuwa tunafanyia Wakenya wanachukua mzaha. Time is now for us. Baba aone alitufundisha nini. What values have we learned from him? Hata sisi tukue hivyo. Si ndio? Kwa hivyo nikimalizia, mimi nataka ni support kila kitu. Lakini nyakukaloka mwenze Mrembe. Muboli mwenyakuenze zikuritse. Mwenyakuenze zikuritse. Muboli kabisa mbiri wa Nyasaye. Khula baya khumbayo tawe. Khula sinjira nende timu khali kufa na kupona, tumwagike tuamuke. Tunaenda kusimama na timu. Mumesema hapa mbele. Ndilihulira khukhandi. Mulijia khumuchakche zimbemba baba. Mulachaka khuzimbemba ta. Nende viti natawe. Musinjire nende timu kulimboli nende munwa Nyasaye uhuliri. Ninyi mukhusaliranga. Nyinyi ndio manabii na kila kitu. Si ndio? Si mumeamua? Na sisi tutaamua. Na sisi tukiamua kwa hii jiji ya Nairobi, nikimalizia baba, tulikupatia 776,000 votes. Lakini ya muhimu, nyumba ya Mrembe iko na kura Nairobi 566,000 votes. Mukiwa very serious, amwezi angusha baba. Mukiwa very serious. Ile mimi nasema you guard it jealously without fear or favor. Simubarikiwe sana. Na Mungu atendee wema. Na mujende nende Nyasaye huyuko. Musinjire nende Nyasaye. Mboleka bwadiri. Mbarikiwe. Unajua mheshimiwa
Elachi, ukimpata amekaa na Wakikuyu, anaongea Kikuyu kama Mkikuyu. Ukimpata na Wameru, anaongea hiyo. Ukimpata na Wajaluo, amebarikiwa kwa kuongea Luka. Si ndio? Unajua wenye wanasema wanatawala, kila siku wakiamka asubuhi wanatafuta headline kwa gazeti. Tinga amesema nini? Tinga amesema nini? Na kama waoni waangalia gazeti yote, anarudi kulala. Asema acha. Baba, former governor of Kakamega, Wycliffe Oparanya, our SG, Mama Dago, MCS, and then our host, Tim Wanyonyi. I want to say thank you. Thank you for putting this together. Baba, in 2022, we actually had the governor's seat as Azimio. It was ours. But then things happened. Run for governor of Nairobi. And it is a challenging position. Amekuwa huko from 2007. In fact, in 2007, when he was running for MCA, I was supposed to be mayor of Nairobi at that time. But you know, leadership is like that. You try. Sometimes you get, sometimes you don't. It took me 10 years to get in. But all through, we stood with Baba. And Baba, we will always stand with you. Sometimes we need a kiboko here and there, but we are always with you because we are your children. The one thing I want to say about our party leader is that his love for this country is second to none. He loves Kenya. And his vision, ile baraka ambayo konayo ya kuona vile Kenya inafaa iende, he holds it here. And it's a blessing from God. All of you are men of God. So you know that Raila Odinga really loves this country. And he's here for such a time as this. And you know, there are leaders who need positions. Baba is a leader. Whether we give him a position or not, we know that he is Baba. We know that he is a leader. And we know that he's steering this country. So Baba, you know, yesterday I was watching the news and I saw David Cameron coming back to the British government as a foreign secretary. And when he was asked, why are you doing this? He said, you know, I'm a public servant. I've always wanted to serve. So for me, I know that when the bipartisan report is going to be revealed, it has a lot of sentiments that you want for this country. And I hope that the one thing that, you know, I always say Jesus is the Prince of Peace. And let me tell you, Baba has also been living like Christ. Peace, peace, peace. He wants that for this country because without peace we cannot have prosperity. We've seen what wars do. So Baba, right now I get phone calls, and I don't know, I was actually going to talk to the SG and ask him. I get phone calls from people saying that their children are still in jail from the demonstrations that we held. Please, Baba, when the bipartisan report is being tabled or when you have discussions on it, let us release all those who are held in our jails, all those that are in there, so that we can forge ahead together. And when we table it, as Mama County, as a woman, I've been fighting for the compensation of all those that were caught in post-election violence over the years. The government has yet to put money to compensate the women who were raped, whose children are now teenagers, the men who were maimed. So we cannot have peace and reconciliation and move ahead if we don't find the money to compensate those people. For me, Baba, I know that history will judge you positively. No matter what people say. You know, sometimes social media, we do so many things, we say so many things, but in your heart, I know you are true. And your love for Kenya is true. So I know the destiny of this country. You cannot separate yourself from it. And we all need guidance. And as for my brother, Tim Wanyonyi, I really, really wish you well. Na wachungaji, tuombee nchi yetu.
kwa sababu ni maombi peke yake ndio imetuweka hapa leo. Wengi wanaenda kila siku. Tukiwa hapa ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Nataka kusema asanteni sana, Mungu awabariki. Nyasaya abarinde. Thank you, Madam Esther. Baba, if you allow me, I can break protocol kidogo. Niko kuna vijana wetu ambao wako hapa. Naona Kaujo ambao ni kiongozi wa bunge ambaye anaitwa Ghetto President. Kaujo, welcome. Na John Mukoya ambaye anaitwa ni kiongozi wa vijana ambao wanasema wao ni watoto wa baba, the sons of Raila, pia ako hapa. Kwa hivyo nataka kumleta senator wetu Edwin Sifuna, na kabla nimlete kwa sababu yeye sasa ata take over from there animalizie, mimi nataka kusema hivi: the bipartisan report that is going to be brought to Parliament, if it does not address two issues, we shall shoot it down. One, the cost of living. That report must address the cost of living. We want the cost of living to come down. And the government has got the capacity na wako na uwezo kuleta chini karama ya maisha. Kitu ya pili, if they have not addressed the issue for IEBC, then that report is not complete. We shall shoot it down. That one we can promise that we shall not allow it to pass if it does not address those two pertinent issues that are affecting our nation. Kwa hivyo, sisi, we are behind the citizens of this country. We must fight for them. Na sisi tumefundishwa kwa miguu ya baba Raila Odinga. Raila Odinga, when he stands up to speak, na akisema kitu, sometimes people say, oh, anasungumuza tu, but ukichunguza ni ukweli mtupu, si ndio? Si aliongea mambo ya Eurobond. Sasa hiyo wanalia hiyo Eurobond inawafinya, lakini ilikuwa kwa serikali yao. Tukaongelea mambo mengine mingi. Sasa hiyo kuna hii mambo inaendelea mafuta. Huyo mama Mombasa anasema yeye ndiye ameleta mafuta. Kuna wengine wametokeza wanasema huyo mama hiyo mafuta si yake. Ametable evidence mpaka kila kitu. Kama mafuta si yake, mbona walimuua kidnap wakapotea naye? Si ndio? Kwa hivyo, we want this issue of corruption also be addressed, because some of these things, they are happening in broad daylight. Alafu tunaambiwa, oh, hiyo mafuta ni ya kampuni nyingine, na mwenye ameleta amejitokeza anasema yeye ndio mwenye mafuta. Kwa hivyo, we want these things, Wakenya wapewa haki wafanye biashara. Environment for doing business must be at level ground for everybody. Sio wengine wafanye, wengine wanafinywa, hapana. Edwin Sifuna, Senator wa Nairobi, karibu. Ozi wange khola ndio nakola kalo mali kane mwando manga ne kuli Westlands mala wakolanga na bandu bo bakubole ono bibindi kena kukoleza pole pole zikali karike. Mheshimiwa Raila, mimi nataka nikushukuru na nishukuru hawa viongozi wa makanisa ambao wako hapa, kwa sababu nyinyi mnatoa mwelekeo mzuri kwa wakati huu. Mnajua kwamba kanisa letu katika taifa letu la Kenya linalaumiwa kwa pakubwa kwa mataifa, lakini sio nyinyi. Yale makanisa ambaye tunajua wale manabii ya uongo wameandikwa sijui prayer warriors wa huko State House, kazi yao ni kupiga kelele wakiimbia huyo jamaa na yeye ile hali anaumiza watu wa Mungu. Hakuna hata siku ule mtu anaombanga na huyo president anaweza mwambia bro, wewe unaumiza watu wa Mungu, tafadhali punguza. Leo hata tusiombe, ingia tu upunguze bei ya mafuta badala ya kudanganya hapa watu na hii mambo ya prayer warriors.
Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru nyinyi. Nyinyi mnajua mimi ni Mkatoliki. Kanisa langu la Katoliki, baba ni Mwanglikana. Kanisa la Katoliki limeibuka na likatoa sauti ya kanisa. Ikasema kwamba wananchi wanaumia. Baba, mimi nilikuwa nafikiria wanasiasa wako na shida ngumu sana, kwa sababu kila mtu akikuwa na shida anapigia wanasiasa kura. Simu. Sasa wewe fikiria hawa mapasta na wao ndio wanashinda na hawa watu hapo. Ile shida ya wananchi wote wanamwaga kwa bishop, wanamwaga kwa pastor, mimi Sifuna pia wananimwagia ile imebaki. Sasa hawa ndio wamebeba mzigo ya jamii. Kwa hivyo wakisimama hapa waseme wananchi wanaumia, kama hautasikia ya wanasiasa, kama huwezi sikia Sifuna, wanasemanga huyo Sifuna huyo hakuna kitu mzuri anaweza sema. Lakini siku watafanya kitu mzuri nitasema. Kufikia sasa sijaona. Yani niseme tu na hakuna kitu mzuri wamefanya. So mimi nataka kuwashukuru nyinyi. Wakati wa campaign hapa Nairobi mlitembea na sisi. Katika constituency zenu mliniombea kura na nataka niseme asante. Hawa viongozi wa Westlands hapa, Mheshimiwa Timu Wanyonyi aliniombea kura. Hakuna mahali Westlands team alikuwa anaenda bila kuniita, anasema twende tuongee na watu wa Westlands wanipatie kura pia mimi. Na nilipata kura nyingi sana hapa Westlands, nasema asante. Hata hawa ma-MCAs wako hapa. Na Mheshimiwa Raila mwenyewe, kila mahali tulikuwa tunaenda tunaombea kura, baba yeye pia anatuombea kura. Na ndio maana ilinivunja moyo kuona kwamba kuna viongozi wengine wakati wa campaign walikuwa wanapigana sana hapa mbele, wanataka kukaa mbele, wanataka baba washike mkono. Saa ile wameingia bunge wanamea pembe, hadi sasa wamekuwa wakubwa sana, wanashinda huyu mzee ambaye aliwatafutia kura. Mimi kama katibu nimesema, kwa sababu najua baba hako na roho mzuri atakusamea, lakini mimi ni tofauti kidogo. Mimi nikiwa bado katibu mkuu wa chama nitakukumbusha ya kwamba wakati ambapo chama kilihitaji usimame na wananchi wa Kenya, wewe ulikataa kusimama na wananchi. Kwa hivyo mimi usiniingize kwa vitu yako. Kila mtu afanye nini? Abebe mzigo wake na msalaba wake. Mheshimiwa Raila Odinga, sisi tuko pale kwa bunge kuwakilisha maoni ya hawa wananchi. Yesterday we were debating the president's speech. Mheshimiwa Raila, these people in bunge never allow me to say things because wanajua tukisema tutasema ukweli. Ile speech ya Ruto alitoa bunge ilikuwa ni uongo tupu. Uongo tupu. Na mimi nilisema siwezi kuenda kwa bunge nikae pale ni nyamazi sasa ile mtu anasema uongo. Ningeshout kitu wanitupe nje ya bunge miezi 6. Kwa hivyo si kuenda, lakini hapa naweza kusema alidanganya. Alituambia unga sasa imefika hadi 150. Hapo Westlands mumeona unga ya 150. Huko Western tumetoka juzi alisema gorogoro sasa ni 70. Gorogoro ya 70 mmeiona hapa. Kwa nini wewe kiongozi usimame mbele ya wananchi udanganye? Na Mheshimiwa Raila, mimi naelewa wale watu wanasema uzungumze, lakini swali najiuliza tu mimi. You know, there used to be a politician called Martin Shikuku, walikuwa wanamuita the people's watchman, the people's watchdog, si ndio? Wewe kama uko na umbwa yako ya kukuchunga iko kwa mlango, umbwa ikuone wewe umeshika mwizi mkono unaingia na yeye kwa nyumba, umbwa imekuona wewe ndio umeingiza mwizi kwa nyumba, alafu unazimama unasema mbona hiyo umbwa haikubweka? Ibweke aje na imekuona wewe ukiingiza mwizi kwa nyumba? Si inakuamini wewe? Sasa wale watu ambao waliingiza hii serikali kwa mamlaka, waache kusumbua wengine wakisema ati tupige kelele. Tupige kelele itatusaidia na nini? Wakati ya kupiga kura ndio the most important time. Mchague viongozi ambao wana maadili, ambao wanaweza kuweka maslahi ya wananchi mbele. Kwa hayo mengi, nataka nichukue fursa hii nimkaribishe naibu wa kinara wa chama chetu. Unajua ndani ya ODM Waluya tuko na a very big stake. This is the deputy party leader of ODM, Mheshimiwa Wycliffe Ambassa Oparanya. Ni Mluya ama ni Mjaluo? Oino Mluya na Mwekolosina. Secretary General kumukanda kwa ODM, Kolosina ni? Mluya na ezo Munyoro. Ni mlomanga mulizia masiefu zirazina. Bibi amabilinge yeyo kali timu wanyonyiza ali mford Kenya ta. Ewo chamorien. Kama timu yuko ndani ya Ford Kenya, wewe unaingiaje huko? Chama ya Waluya ni gani? ODM. Nimefurahi mmesema nyinyi wote hapa ni members. Kama we bado sio member, unajua vile ya kuingia kwa chama, baba amefanya imekuwa rahisi. Unachukua simu *486*036# unakuwa member. Na mimi ukikuwa member ndio rahisi kufikia SG kwa sababu unakuja kuniona kama member wa chama, si ndio? Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii nimkaribishe deputy party leader ambaye atatuitia baba Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Wycliffe Ambassa. Abaluya banje mlembe bose mlembe wa Kakamega. Nikafanya kazi yangu nikamaliza,
Sasa mimi mkaaji hapa, nataka mambo yote ya Waluhya hapa niwenda, kwa sababu nimerudi wapi? Nairobi. So kwa majina yangu kamili ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Saa hii mimi ni deputy party leader wa ODM. Kwa sababu ya protocol, niliona wengine hawajui protocol. Na pia mimi ndio mwenyekiti wa Azimio Nation. Na leo jana kaniambia tuna sherehe, papa atakuwa hapa. Na pia tayari papa alikuwa ameniambia atakuwa hapa. Na nimekuja hapa kwa sababu ile heshima ambayo ninayo kwa Bwana Wanyonyi. Ile kazi amefanya, kazi amefanyia Waluhya ambao wako hapa Nairobi. Ndio kwa sababu niliona nije mbele yenu kama Waluhya nimshukuru ile kazi mzuri ambayo amefanya, na yeye aendelee kufanya hiyo kazi. Nikiona mkipendekeza ya kwamba awe gavana, tayari wakati tulikuwa kwa kura 2022, tayari Wanyonyi alikuwa amefanya campaign. Mwenyewe nilikuwa naona akifanya hiyo campaign. Alikuwa amefanya campaign ya kutosha. Lakini ilifika mahali tukasema tuachilie kwa sababu ya mambo ile ilikuwa kwa wakati huo. Nimbalia kwa walanga yukhana ya wala shina. Kenda kana ya wala shina. Kumbe mnajua. Sasa imefika wakati. Kama wakati huo angekataa na aseme mimi naenda independent, si angeenda independent kama gavana, pengine angeweza kupata saa hiyo. Lakini kwa sababu ametulia, wakati ni sasa. Na nyinyi wenyewe mumeamua, sio? Ni kama mmeamua Nairobi iko karibu na kura 2.5 milioni. Tukifika wakati huo tutakuwa na kura zaidi karibu 3 milioni. Itakuwa kazi yenu kuona ya kwamba Wanyonyi amepata karibu kura 2 milioni. Mtaweza? Mtafanya hiyo kazi? Niwache nimwambie, tuna mirengo miwili sasa hivi. Mirengo miwili katika Kenya hii. Tuna mrengo wa Azimio ambao sisi tuko. Tuna mrengo wa KK, Kenya Kwanza, ambaye sasa inaongoza serikali. Waluhya hatutakawanya kwa hii mrengo miwili kwa sababu ya huyu Wanyonyi. Nataka mnihakikishie hapa, kwa sababu tayari nimesikia wengine wanasema huyo ni memba wangu, huyo ni nani. Wakati watakuja kwa hizo chachi zenu waseme sisi. Sasa sisi ni wa Maragoli tuko upande huu. Sisi ni wa Bukusu tuko upande huu. Mtasikiza haya mambo? Nataka mnihakikishie, kwa sababu sisi Waluhya tujaenda mbele